tu baada ya Mabongo kufungiwa, hajala chochote wala hajanywa chochote, mlango unafunguliwa. Anaingia Sofia. Anamsogelea Mabongo, anamuuliza, "Vipi, bado unaendelea kukataa kufanya kazi?" Mabongo anasema, "Siwezi kufanya huo upuuzi mimi." Sofia anashusha pumzi kidogo, anamsogelea, anamwambia, "Hebu tafadhali kunywa haya maji kidogo." Anapata fundo moja la maji. Sofia anamwambia, "Madam huwa haui watu wasumbufu Mabongo, bali huwa anawamaliza taratibu mpaka kila kitu kinaisha. Kwa hiyo kama unataka kuishi inabidi ufanye vile anavyotaka." Mabongo anamwambia, "Sura yako unataka kufanana kama na mtoto wa mama Agnes anaitwa Ebere." Sofia anasema, "Ebere alifia kule mpakani, mimi ni Sofia, sio Ebere." Mabongo haamini, anaona kama anaota vile yani. Sofia anamwambia, "Mabongo nisikilize, jinsi utakavyotoa ushirikiano mapema itakusaidia uweze kuwa vile unavyohitaji, tofauti na hapo watakumaliza nakwambia. Nakwambia hivi ili usiendelee kuumia zaidi ya haya unayoyapitia kwa sasa." Mara ghafla mlinzi anaingia, anamwambia Sofia, "Madam anakuita." Sofia anaondoka na kumwacha Mabongo akiwa kwenye tafakuri kubwa sana, huku akiangusha kilio na machozi kwa yale anayoyaona na kuyapitia kwa sasa. Sofia anafika kwa Madam. Madam anamuuliza anaendeleaje. Sofia anamwambia ananyong'onyea sana, anadhoofika. Madam anasema ndio inapaswa awe hivyo, amedhoofika sana, ila amekaribia kukubali. Hiyo kukaribia kukubali haijatosha. Nimeitumia bahati yangu kwenye kijiji chao, nimewanunua wazazi wao, yeye nimemnunulia nguo, nimewanunua polisi, nahitaji pesa zangu zirudi. Sofia anasema nitafanya hivyo. Madam anasema kwanza na wengine pia wako taratibu sana, sasa hivi nataka walete hela mara mbili, sitajali kama watalala na wanaume 100, watajua wao. Aloe, Madam Claudia hana huruma na hao mabinti kabisa, yani hajali kabisa kuhusu hao mabinti, hawana cha kufanya, inabidi warudi njiani kuendelea na kazi. Haya bana, sivyo wameanza kuwa wazoefu, wasubiri gari ziwafuate, wanasimamisha gari wenyewe, wanapiga vikole, sivyo wanaingiza pesa. Ila bahati mbaya hali ya binti mmoja leo haikuwa sawa kabisa. Alijihisi kama anaumwa. Alimwambia, "Dada Sofia, samahani, hali yangu leo haiko sawa kabisa, yani najisikia mwili kama unaungua. Naomba nikapumzike kidogo." "Hapana, hakuna muda wa kupumzika hapa. Nadhani wewe hujui kichaa na hasira za Madam Claudia. Siwezi kuendelea tena." Sofia anamwambia, "Niamini mimi, ni bora ukafia huku mtaani kuliko kwenda kukutana na Madam Claudia akiwa na hasira. Simama uendelee na kazi." Mabongo anatolewa nje na walinzi, wanasema Madam amesema yupo tayari. Madam anasema, "Vizuri sana, mpatieni chakula. Hakikisheni mmemwandaa vizuri tayari akaungane na wenzake." Mabongo anamwambia, "Madam, samahani, naomba kitu kimoja. Nahitaji kuongea na mama yangu. Najua atakuwa na wasiwasi sana kuhusu mimi." Madam anasema, "Sawa, ila kama utaongea chochote kuhusu yanayoendelea huku, nitaagiza watu wale huko kijijini wakachome nyumba ya mama yako usiku akiwa amelala. Sijui unanielewa wewe?" Mabongo akasema, "Sawa, nimekuelewa madam." Akapewa simu kumpigia mama yake. Simu inaita, "Halo, we nani?" "Ni mimi Mabongo." "Mwanangu, ni wewe Mabongo?" "Jamani mwanangu, roho yangu." "Upo sawa kweli mwanangu? Mbona ulikuwa kimya sana? Vipi huko Itali kweli? Itali ni pazuri?" Mabongo machozi tu yanamtoka. Anawekewa bastola kichwani. Anasema, "Mama, Itali ni kuna kila kitu kama jinsi nilivyoambiwa awali." Analia kwa uchungu, machozi yakimbubujika. Anaonekana akitapika. Huyu ni moja ya binti kati ya wale walioletwa na Madam. Madam naye alifika, akamwambia simama. Baada ya kuchukua vipimo kwa muda, akamwambia tayari umeshakamata mimba wewe. Akasema, hapana jamani, hapana." Alilazimishwa kunywa kinywaji fulani, yani maana yake alitolewa mimba. Kwa wakati ule Mabongo naye alikuwa akiandaliwa vizuri sana, mpaka mwenyewe akashtuka akasema, "Sofia, kwa nini navaa hivi? Mbona wengine hawavai kama hivi?" Sofia akamwambia, "Kwa sababu wewe uendi kusimama mtaani kama wale wengine. Madam ana mipango mikubwa sana na wewe." Kwa wakati huo Madam anaonekana akipokea simu, anasema, "Mheshimiwa, mzigo wako uko tayari." Yani kitu ni new kabisa, hakijatumika na mtu yoyote kutoka kijijini. Yani kama vile tulivyoongea, natarajia hiyo nafasi ya waziri kukamilika siku ya Jumatatu. Sauti kwenye simu inasema, "Nahitaji kumuona kwanza. Kama ndo atakuwa na thamani kubwa kiasi hiko, basi ile nafasi ni ya kwako, hamna shida." Maana yake Madam kamtafutia mheshimiwa mmoja mzito, binti ambaye ni bikra, ili kusudi aweze kupata nafasi ya uteuzi ya uwaziri. Wakiwa njiani wakimpeleka Mabongo kwa mheshimiwa, Mabongo mahesabu yake alikuwa makali sana. Alikuwa na mpango kutoroka. Sangapi asifungue mlango na kuruka. Karuka tu chini, kavua viatu vya mchuchumio, akaona kama vitamchelewesha, mwisho akamatwe. Oya mtani apeleweke, ni miguu niokoe yani. Taarifa ilitolewa kwa Madam kwamba binti katoroka. Madam akasema huyo binti akamatwe kwa gharama yoyote. Walimfukuza mtaani, binti alikimbia. Si unajua watoto wa vijijini tena wana upepo wao kama mbwa. Uwezi amini bwana, Mabongo alikimbia akawaacha wale wanaume wawili, akawazidi mbio wanaume wala chips wa mjini. Si unajua tena. Alikimbia sana, hatimaye akaona polisi, akahisi amefika kwenye mikono salama, akawakimbilia polisi. Polisi akamwambia, "Usijali, hebu tulia binti, tulia, huko mikono salama." Walimuahidi, "Binti, ngoja tukupeleke sehemu salama kwa sababu umekimbilia kwenye serikali na serikali na mikono mrefu." Haya bwana, waliingia kwenye gari. Wakati safari inaendelea, askari mmoja akapiga simu akasema, "Tayari nimeshampata huyu binti." Hii ni Mabongo akashangaa, "Wewe afande unasemaje?" Afande akamwambia, "Wewe unatakiwa kubaki pale pale ulipokuwa. Unatoroka unaenda wapi? Hem, tulia." Afande akamwambia, "Ni safari ndefu sana kurudi kijijini na hauwezi kulifanikisha hilo." Mabongo akachoka sana, alilia, asiamini anachokiona. Kumbe aliruka mkojo akakanyaga mavi, aliamini polisi, kumbe polisi wenyewe ndo wale wale.
Hatimaye safari ile ilikamilikia nyumbani kwa madam. Madam akamwambia, karibu nyumbani kipenzi. Bila shaka natumai umefurahia sana matembezi yako kwa leo. Tuna mgeni anakusubiria na hapendi kucheleweshewa mzigo wake. Bwana Imabong akachukuliwa kaletwa kati na Madam Claudia. Ni muda wa hukumu kwa kosa lilokuwa amelifanya. Madam anauliza, hivi unakijua kitu unachokichukia zaidi ya mtu kutotii maagizo yangu Imabong? Ni udhalilishaji. Umenidhalilisha mimi mbele ya mheshimiwa. Umenifanya nionekane kama mwizi fulani tu hivyo mtaani nisiweza kukontrol mali zangu. Na unafahamu ni jinsi gani ujinga uliofanya ulivyonigharimu mimi? Sio pesa, ila ni mbaya zaidi ya pesa. Heshima ndio imenigharimu. Umeniharibia heshima yangu kwa kiongozi. Imabong anamwambia, ulitakiwa kujua hilo kabla hujatuiba sisi. Kuiba? Sijakuiba we binti, nimekununua. Kumbe aliwanunua bana. Kwa dharau madam anacheka, anasema, leo usiku utapiga kelele sana na utapiga kelele kila muda, ila ukiwa unapiga kelele ukumbuke kitu kimoja. Ni mama yako alikuuza wewe kwangu. Kumbe Imabong aliuzwa na mama yake bana bila yeye kujijua. Madam anatoa maagizo, sio sura wala sio mikono wala sio kitu chochote juu ya kola wala miguuni. Ana mgeni kesho. Mgeni huyo amelipia kwa ajili ya uzuri wake. Madam bana ametoa maagizo, mtoto huyo achapwe chapa bila kuangalia popote, na alipigwa kweli kweli. Sauti zilikuwa zinasikika mpaka nje. Huku Chioma aliyekuwa amepewa dawa kwa ajili ya kutoa mimba aliyoipata kazini, damu zilikuwa zinamtoka zigizaga, yaani hali ilikuwa ni mbaya. Walikimbia kwenda kumuita madam. Madam, tafadhali, Chioma anatoka damu sana, naomba tumuite daktari maana ni hatari kweli. Rudi ndani msichana, nitalishughulikia hilo. Madam anasema, msichana huyu atoboi usiku wa leo, msije mkaacha nyama ikapotea bure. Mchukueni mpeleke chumba cha kule nyuma, muhakikishe awe tayari, mimi nitapiga simu. Walinzi wa madam wanatoka pale na madam anashika simu yake haraka kupiga. Anasema, ni mimi, nina damu group O ya mtoto, atakuwa na afya usiku wa leo. Vipi, bado mnahitaji figo? Sawa, vizuri, mje kabla ya asubuhi na pesa mkononi. Kwa sasa hivi sitaki longolongo kabisa. Lakini wakati anaongea yale, kuna binti alikuwa akimsikia. Imabong naye anaandaliwa huku tayari kwa ajili ya mgeni. Anaambiwa, hebu acha kulia, machozi anafuta makeup. Alikuwa anafanyiwa makeup kwenye makovu aliyoyapata kutokana na kipigo. Sofia anamwambia, nilikuonya, nilikwambia usiku ule wa kwanza tu ulipokuwa umefika hapa. Hakuna mlango wa kutokea wala dirisha. Hakuna njia ya kutoroka hili eneo ambayo hautakutana na madam. Imabong anamuuliza, kwa hiyo na wewe upo sawa na hilo? Sofia anamwambia, niwe sawa nalo nisiwe sawa nalo sio biashara yako. Biashara yako ipo leo usiku. Mgeni wako wa leo sio kama wageni wengine. Mgeni wako ni mtu ambaye ana mtandao mkubwa na ni mtu ambaye yuko makini sana. Na madam ana uhitaji na mgeni huyo sana. Inatakiwa utabasamu na ucheke pale atakapokuwa akiongea, na umfanye ajihisi yeye ndo mwanamume pekee hapa duniani, na kwamba wewe ndo umechagua kuwa naye. Uso wako inatakiwa udanganye na ujifanye unajisikia vizuri kwa kila kitu. Na madam hajali kama utapata matatizo, anajali malipo yake tu, na hivyo ndio vitu viwili tofauti. Umeelewa hizo tofauti vizuri? Basi usije ukajaribu kufanya tofauti na ndivyo kwambia. Sofia yeye kama kungwi basi alikuwa amemaliza kazi yake. Yule binti aliyemsikia madam alikuja kuambia wenzake, madam hamsaidii mwenzetu, anataka kumuuza na anauza viungo vyake vya ndani. Amewapigia wanunuaji waje kununua viungo vyake vya mwili vya ndani. Wakati huu Sofia alionekana kuandika barua, ila alikuwa anaandika kisirisiri, sio alikuwa ameandika ujumbe gani. Aliikunja na akitunza mkononi. Wakati anamwaga Imabong alimpatia kisirisiri. Akamwambia, kilio chako bwana, hatimaye leo mheshimiwa amempata Imabong. Anamwambia, mpenzi upo kimya sana. Madam Claudia ameniambia wewe ndo mtu pekee mwenye thamani zaidi kwa sasa. Lakini mimi napendelea zaidi farasi, pombe na mwanamke mzuri pia. Uzuri wa vitu hivyo husababisha kupendwa na watu wengi sana. Imabong alikuwa kimya kuongea kitu, lakini alipokumbuka kwamba walimwambia akirudia kufanya kosa lingine atapigwa sana, na aliambiwa akifanya kosa tena mama yake atakufa kule kijijini na nyumba yake itachomwa. Na aliambiwa mchangamkie mheshimiwa hata kama mpendi. Kwa hiyo aliamua kuchangamka, akasema ndiyo mheshimiwa. Haya bana, mheshimiwa aliona sipoteze muda, alimuita chumbani kwenda kukichapa hadi kichanganyikiwa kujipigia bao zake kule ndani. Huku mabinti wengine walimshuhudia Madam Claudia akipokea cheki ya pesa kutoka kwa daktari aliyekuwa amenunua figo za binti ambaye alikuwa anaumwa. Kwa hiyo na wenyewe walijua siku yao inakaribia. Mmoja wao alisema, hakuna kuisubiria kesho wala siku nyingine jamani, inabidi tuondoke leo, hakuna kulaza damu. Na njia ya kutoroka inabidi tutumie magari yanayokujaga kuleta mizigo humu ndani, yanayokujaga kila siku. Yaani hiyo ndo njia pekee rahisi ya kututoa humu ndani. Mwingine akauliza, vipi kuhusu Chioma? Afu kumbukeni hatujui hapa tulipo ni wapi. Vipi tukitoroka afu tukakamatwa? Mwingine akasema, ni bora tukakamatwa tukao tunajaribu kujikomboa kuliko kuendelea kukaa hapa. Cha kuzingatia kwa sasa ni kutoka nje hizi kuta tuweze kuweka roho zetu huru jamani, tutafia humu ndani. Haya, mheshimiwa amemaliza kujipigia vitu vyake huko ndani, ila mtoto wa kike alionekana akiwa analia, sijui alikuwa anapitia kwa wakati gani. Wadada mtusaidieni kitu anachokipitia binti huyu kwa sasa. Haya, mheshimiwa hakuwa na mambo mengi, alivaa nguo zake huyu akaondoka, ila binti aliona hii ndo nafasi pekee ya kutumia namba ambazo aliweza kupewa na Sofia kuweza kupiga ili kupata msaada.
Alisogelea simu akajaza namba na kisha kupiga. Simu ilikuwa ikiita bila kupokelewa. Alikuwa na wasiwasi sana huenda angekamatwa. Bwana, kwa bahati nzuri simu ikapokelewa. Akasema, ni wewe askari mpelelezi Tony? Ndiyo, Sofia amenipa hizi namba. Mimi naitwa Imabong. Tulikuwa 15 na sasa tumebakiwa 8 tu, tafadhali. Alijielezea haraka kwa askari mpelelezi huyu ili aweze kupata msaada kabla hajakamatwa. Basi sawa, nitakutumia sasa hivi, ila tafadhali usije ukapiga hii namba tena kwa sababu sio salama kabisa. Alipomaliza kuongea na askari alikumbuka pia kuhusu mama yake. Alimpigia simu haraka akamwambia, hello mama, mimi ni Mabongo, huku hakuna usalama kabisa yani. Kuhusu safari ya Italy ni uongo, Madam Claudia ni muuaji kabisa yani, ametugeuza sisi watumwa wake huku. Waambie wa mama wenzio wasiruhusu watoto wao kuchukuliwa tena kuletwa huku. Bwana, isivyokuwa bahati mlinzi alimsikia, basi aliingia pale ndani akamkuta bado anaongea na simu, huku mama yake akiendelea kuongea bila kujua kama mwanae huku ameshakamatwa. Alikuwa na hofu sana. Mama yake alichanganyikiwa, akaanza kukimbia kwa kulia akiomba msaada. Jamani, naomba msaada, kuna kitu hakipo sawa huku. Upande wa pili mabinti walikuwa kiendeleza mpango wao kutaka kutoroka. Waliliona lori ambalo walikuwa wamepanga kutoroka nalo. Basi walianza kusogea taratibu wakiwa wameinama bila kuonekana na walinzi. Mmoja aliuliza, vipi kuhusu Mabongo jamani? Mwingine akasema, hapana, hatuna muda wa kusubiri. Mpango wa kutoroka ulikuwa ni watu 4, lakini nashangaa wameingia 3 kwenye box. Sijui mwingine yupo wapi. Basi bana, mlinzi mkaguzi wa mizigo ile alisogelea mpaka lile box. Kuligusa akasema, ile box leo ni zito sana, sijui lina nini. Ila anyway akachana nalo maana ilikuwa sio shida zake. Hakulishtukia, aliachana nalo na akaagiza libebo liweke kwenye gari kama mizigo mingine. Walilibeba bana wakaingiza mpaka kwenye gari, mabinti wakiwa ndani, huku wakiwa na imani kwamba leo bana basi watatoroka kutoka katika ukuta hizi za mateso. Taratibu gari ilifika mpaka getini. Binti moja akasema, hatimaye leo tunaondoka. Ila mmoja akashtuka akasema, Amara yupo wapi? Alikuwa pembeni yangu. Vipi, kwani tumemwacha au mbona sielewi? Wakati gari imevuka getini tu, Madam Claudia anatokea anasema, simamisha gari hiyo na ufungue huko nyuma. Bana huwezi kuamini, ngomba maskini ya Zai. Amara akawasemea, bwana. Mabinti baada ya kukamatwa walifungiwa kwenye chumba kama handaki. Chumba kichafu sana, kilikuwa kina panya wengi. Wakiwa wamekaa kwa huzuni wasijue nini cha kufanya, mara mlango unafunguliwa. Anaingia Amara, wanashangaa, we msichana. Anasema, nitaka kujua tu kama bado mpo au madam kashafanya yake. Hebu toka humu ndani we mpuzi. Nimesema toka nje, toka bana. Yaani we mpuzi mmoja na kumwe lako umetuuza. Ulitaka kutuona ukiwa anatupiga, si ndio? Umelizika sasa? Hapana jamani, mimi sikujua kama itakuwa hivi. Lakini jamani, msinilaumu sana. Sisi wote tulikuwa tunahitaji hivi jamani. Hivi hamkumbuki? Tulikuwa tumechoka kukaa kwenye kile kijiji. Tulikuwa tumechoka kuteseka na sasa tuko hapa. Lakini sasa mnataka kukimbia, mwende wapi? Kwa nini lakini? Kwa hiyo wewe haya unaona ni maisha mazuri? Ndiyo, ni maisha mazuri, licha kuwa sio tulichokuwa tukikitarajia. Lakini Madam Claudia ameniambia yeye mwenyewe kabisa, tukimaliza kulipa madeni yake tutatengeneza maisha yetu na tutapata pesa. Ameniambia tutaweza kusafiri na tutaacha kuchota maji kabisa kwenye ule mto tuliokuwa tumezoea kuchota. Kwa hiyo wewe unaona haya ni madeni na unahisi tunaweza tukalipa chochote? Lakini amesema madeni yake hayana riba. Hapana, huyo mpuzi ametuteka, huyo ametuteka. Madam kamuua Chidima, kauza viungo vyake. Kama Chidima sio kitu, vipi hajakwambia kuhusu hilo? Haya bana, Imabong naye karudishwa nyumbani. Madam anasema mwanangu huyo karudi. Madam anasema mheshimiwa ameniambia amefurahi sana, yani ameenjoy mpaka basi. Haya sasa binti, nenda ndani kapumzike. Hakikisha umekula kitu maana unatoka usiku huu, pia kuna mgeni mwingine. Bado una deni kubwa sana la kulilipa na unalijua hilo. Alo we, huyu binti ana kazi, yani hii inaitwa bila kuchoka, ni kubadilishiwa tu. Madam anasema ingia. Anaingia Sofia ndani akiwa na mabodyguard wawili kasindikizwa. Wanamwambia funga mlango. Madam leo ana jambo lake na Sofia, anaona kuna kitu hakijaenda sawa. Haya, niambie kitu Sofia. Kipindi wasichana wamekimbia ili kutoroka wakiingia nyuma lile lori leo asubuhi, wewe ulikuwa wapi? Ulikuwa umenituma? Nilikuwa nimekutuma. Ndiyo, nilikuwa nimekutuma. Ulifanya nini na nilikuwa nimekutuma nini kufanya? Karibuni wasichana 7 walikuwa wameshatoka nje ya geti wakiwa wamejificha nyuma ya lori. Kama sio yule msichana kuja kunipa ubuyu, hao wasichana wangekuwa wameshatoroka na jina langu ndani ya midomo yao. Sawa, hebu niambie Sofia, umeshakaa na mimi kwa muda gani sasa? Miaka 7 madam. Miaka 7 nimekuamini wewe ukae na wasichana wangu na wateja wangu pamoja na sifa zangu, nimekutengeneza mimi mwenyewe. Lakini umeshindwa kuchunga wasichana 7 tu kwa ajili ya madam. Hapana madam, nilikwenda kufanya kile ulichokuwa umeniagiza kufanya. Bwana we, madam akaagiza apigwe risasi. Madam hana huruma huyu, kola mpige risasi. Tafadhali madam. Kwa sasa wewe hauna matumizi yoyote kwangu, yani hakuna cha maana kilichobakia. Tafadhali madam, kwa miaka 7 nimekufanyia kila kitu kwa kosa moja tu jamani. Madam tafadhali, nitafanya chochote unachotaka, tafadhali nakuomba jamani. Madam kweli akakaa kafikiria, akaona hapana, ngoja nimsamehe kwa leo. Madam akasema hebu nyanyuka bana, unajidhalilisha. Na hii ni mara ya mwisho nakwambia, kwa sababu mimi ni mwanamke mwenye busara sana. Na hii nimekupa nafasi yako ya mwisho.
Kesho nitaapishwa kwa sababu nimeshateuliwa kuwa waziri. Nitakuwa sura ya serikali, yani nitakuwa sishikiki tena sasa. Na baada ya hapo tutajitanua sasa, wasichana wapya, sura mpya na pesa nyingi. Sasa hawa wasichana tuwapeleke sehemu ambayo hakuna mtu ataweza kuwapata. Sofia akasema tuwapeleke Libya. Lakini kwa usiku wa leo ngoja wafanye kazi kwa mara ya mwisho, lakini hakuna hata mmoja wao anatakiwa kupewa chakula. Lakini kama hawataniletea pesa ya kutosha, na hakika kesho hawataiona. Kwa sasa sherehe yangu ni kesho. Nataka kila kitu kiende sawa kama kilivyopangwa. Chakula na bidhaa nzuri kutoka China, kwa sababu mheshimiwa anakuja na wenzake watatu. Nataka hii nyumba ionekane kama nyumba ya waziri. Na sio peke yako, ni ninyi wote. Mmeelewa? Ndiyo madam. Haya, vizuri. Kama umeelewa, mbona bado umesimama hapa? Alafu Sofia, ngoja kwanza. Usirudie kunifanya nimwambie Kola atoe bunduki yake tena. Usinilazimishe kufanya kitu ambacho nimeshakisema. Umenielewa? Ndiyo madam. Sofia alitoka mwili ndani ya jamini kama ametoka salama, maana madam ni nyang'au mkubwa sana. Aliwafuata wale mabinti kwa hasira. Akawaambia leo usiku mlete pesa mara 3 na mwai kurudi, na atwendi makao makuu. Leo mnaenda kwa daktari wa upasuaji. Sijui mmenielewa? Wasichana hawakuamini kile wanachoambiwa. Huku madam alikuwa na hesabu zake. Leo alikuwa na kadi ya mwaliko alikuwa ameshikilia. Hii kadi ilikuwa inahusu nini? Nini kitawapata hawa mabinti? Na Sofia na mpango gani? Je, madam ataapishwa kuwa waziri au nini kitaendelea? Usikose kufuatilia episode